Governance, ndio. Kajiado oye! Kajiado oye! 2027 oye! 2027 oye! Mheshimiwa, watakupatia kura. Watu wote wa Kogalo ambao wako Kajiado, kura yenyu wote zote itakuwa ni wakati huu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much my friend. Bas, Kogalo naona wako na supporters wengi sana. Hebu inua mkono kama wewe ni fan wa Kogalo. Haya, hebu inua mkono kama wewe ni fan wa Man U. Aisee, tuko wengi. Hata naona Edu, lakini unajua Mheshimiwa Mbiriri alikuwa anataka kusema timu yetu karibu tuwe relegated, lakini Mr. President, nashukuru sana rafiki yangu. Thank you so much for coming. Ni juzi tu tuliongea kwa simu, ukaniambia you are chairman for this branch, Kajiado County. Alex Muskeri alikuambia tuko na hii function, ukasema lazima ukuje. Mimi nakushukuru sana. Thank you so much. Now these are your voters. Hawa watu ndio wanapiga kura, wachague hawa, alafu hawa wakuja wakuchague. Si ni kweli? Siku ya leo ni siku muhimu sana. Mimi napenda sana mpira. Kabisa kabisa kabisa. Na najua wote tunapenda mpira. Jana usiku na juzi wanajua nini ilifanyika. Isipokuwa ya juzi ndio ilikuwa mzuri sana. Na wanajua ni kwa nini. Hao watu, nyinyi mlikuwa mnaongea mambo ya mnataka stadium. Lakini ukiwa na viongozi ambao hawaelewi kazi ya stadium ni nini, itakuwa ngumu kutengeneza hiyo stadium. Juzi walikaa mpaka saa 6 usiku. Na tukafurahi, Arsenal wakashindwa nyumbani, which was very good. Jana, last night, walikaa mpaka saa 6 usiku. Sipokuwa haikuenda mzuri sana, at least meenda 3-3, lakini Barcelona tulikuwa tunataka washinde kabisa, lakini tutashinda tu. Hata leo watakaa mpaka saa 6 usiku kwa sababu Man U itakuwa inacheza. Si ni kweli? Naona hiyo ndio lugha hawa vijana wetu wanaelewa. Sasa sisi hatuwezi pata player wa Barcelona kutoka hapa na Kel Stadium. Sitapatikana. Itapatikana. Na njia ya kupata ni hii saa hii. Hata wao hawakuzaliwa. Kwani si umeona Arsenal kuna watu wa kutoka hata Ghana. Si ni kweli? Kwa sababu walianzia wapi? Hapa. Na hii ndio njia ya kuwapata hao wachezaji. Mr. President, nilifurahi sana last year. Nikaona team ya Harambee Stars. That time hauko ofisi. Wakakuja wakapewa na Mheshimiwa Rais wetu. Akaja akawapatia bendera waende wakacheze, wakati sasa wanaenda for was it African Cup of Nations or World Cup, hiyo qualification. Na hata nikaona kijana wa kutoka Kajiado County. Na nilifurahi sana hata kwa hii ligi yetu FKF. He was even the highest scorer. Na inatoka tu kutokana na teams kama hizi wamekuja leo na Kel Kapaito, si mnajua, na anatoka hii kaunti yetu. So kujipigia makofi. I want to really give you a lot of hopes
hawa vijana wetu, na niwaambie kesho kutwa hata wewe utakuwa tukikuangalia kwa TV. Hatulali kwa sababu Man U inacheza na kuna kijana wa kutoka Kajiado North ako kwa hiyo timu. Na inaanza namna hii. Ninaomba tu mvumilie, muwe wavumilivu, muwe discipline kabisa. Musikize your coaches, tia bidii, because hakuna kitu itakuja rahisi. Hakuna. Ukiona hawa vijana wakienda training, mtu anaenda training unakuta it's a very difficult job, lakini the fruits are very sweet. Hata unakuta saa hii wale watu wanalipwa zaidi. Unakuta mtu analipwa in a week milioni 10 wiki moja, kwa sababu tu ya kucheza game 2 kwa wiki. Tafadhali, hapo ndio tunataka kuelekea. Tutoe hawa vijana wetu wawe mfano bora, tuwatoe vile Masheta alisema, ututoe kwa hii shida. Idleness ndio inafanya, wanasema is the devil's workshop. Si ni kweli? Idle mind is a devil workshop. Mimi nilifikiria Mr. President, nikasema vile Alex chairman yako alisema, nikiwa mbunge wa Kajiado South for 20 years, mimi nilikuwa na sponsor, there was a league every year football ambayo inasponsiwa na Mheshimiwa Kato for 20 years. Nikasema juzi hii tunafanya leo, nataka kusema wazi, hakuna mtu hata moja amekuja kwangu kuniomba tufanye kitendo kama hii siku ya leo. Hakuna hata moja. Na vile chamani yako alikuwa anasema, mimi sikupata ufadhili kwa mtu hata mmoja. I know FKF ni marafiki wangu sana. Kama ningewa approach, I am 100% sure mungenipatia hata kubwa kuliko hii. Lakini for this one sijakuja, iko siku nitakuja. Na mimi nataka kusema hivi, nilifikiria tu nikasema hapa Kajiado, mimi naishi hapa tu Rongai. Wakati nilikuwa nasikia amkeni team za kutoka Rongai, nikaona wacha nitafuta hata ile team iko na mchezaji jirani yangu. So nikafikiria nikasema, the only thing niliambia FKF, Kajiado North iko na teams ngapi ambazo ziko kwa hiyo league registered? Nikaambiwa kuna 41 ambao wanacheza sub county league, iko 29 wanacheza county league, na iko 24 ambao wanacheza regional or outside our county but they come from here. Wengine wanacheza Kiambu, wengine wanacheza Nairobi, lakini ni vijana wetu hapa na wako hapa. Hebu wasimame, so yote inakuwa 94. Wacha nione wasimame wale wanacheza sub county. Hebu tu wasimame wale wanacheza sub county. Simameni tu wale teams wanacheza sub county. Thank you very much. Napongezi sana. Haya, asanteni. Haya, wale 29 teams wanacheza county league wasimame. Wasimame. Very good. Nataka tu kuhakikisha sidanganyani, ni kweli those are the teams. Hebu nione wale wanacheza Kiambu na Nairobi lakini wanatoka hapa Kajiado North, wasimame. Wale wanacheza Nairobi, Kiambu, very good, ndio wale, very good. Asanteni sana. Hata kuna wengi sana ambao walikuwa wanataka, wakati nilisema I want to sponsor this team, kila mtu hapa, hawa ni 94, these are 94 teams, na kila team tumezawadia players 15. Okay? 15.
Hao ni wachezaji 1410 ndio wako hapa, 1410. Kila player atapata t-shirt, a jersey, a short na stockings, na kila team itapata mpira. Unajua ukitaka kutuma askari wako mustuni, wezi watuma bila FIFA, bila bunduki, bila risasi, si ni kweli? So watu wengine walikuwa wanasema, unasikia wengine wanasema hawa wanasiasa wanafikiria kununulia vijana mpira ama t-shirt ya kucheza ball, eti hiyo ndio youth empowerment. So yeye mahali yuko alete hiyo youth empowerment, anajua alete. So sasa hata kama uwezi nunulia vijana hata shirt, hata ball moja, kazi yako tu is yapping 24/7 kwa social media. Kazi yako tu ni kuongea masaa 24. Bure kabisa. Eti sasa hiyo atiana. So I know wajinga waliisha Kenya. Hata unasikia saa zingine wale wanaongea hivyo hata hawako Kenya. Wanainua tu miguu kwa baa nje ya Kenya. Kwanza kuandika eti sasa hii ndio vijana. Vijana wetu tunataka tuwe ndio tunaangalia kama hatulali, kwa sababu tunaangalia mpira kwa TV inachezwa London. Kwa nini tusiwapatie hawa vijana wetu mutisha, tuwajenge iwe wao ndio tunaangalia wakicheza wakiwa huko Spain, tukilala hapa kwetu. Na hivi ndio inaanza. Mimi ninaomba vijana wetu, tafadhalini kwa heshima kuu sana, chukueni talanta ya mpira kwa umuhimu sana. Mheshimiwa Rais wetu William Ruto anajenga stadium kubwa sana hapa ambayo inaitwa Talanta Stadium. Talanta ni what your talents, ile uko naye sahi. Kuna wale wako na talanta ya uimbaji, wengine wako na talanta ya kucheza mpira, na hiyo kiwanja ndio ita host ile our president wa FKF angetangaza ile African Cup of Nations. Si ni kweli? Tunataka kuwe tukiwaona hapa. Na uwezi enda kucheza hiyo mpira bila hiyo shati, bila hiyo mpira, si ni kweli? So kwa wale wanafikiria tunafanya kazi ambayo haina umuhimu, kwetu wengine ni muhimu sana. Hata unasema hivi alafu unakuta umetuma kijana yako aje achukue hiyo mpira, hiyo t-shirt, labda ako hapa. So mimi nataka kuwaomba vijana wetu, tutazunguka kaunti mzima. Next ambayo tutaenda from here ni Kajiado East. Jana because tunataka wapate hizo FIFA, alafu sasa tukutane kwa kiwanja wakacheze. Jana nilipigiwa simu na I think your chairman wa Kajiado East, akaniambia East wako na teams 58. Naambiwa kaunti yetu yote zile team ambaye ziko register kwa league ziko 215. Ya North peke yake ni 94. Sasa tumebakisha 121 kwa zile constituencies zingine 4. Mimi nitazunguka, natumia FKF wanifanyie coordination. Nasunguka na hii team yetu yote mpaka tuwanunulie wote, alafu sasa tuende mashindano ya tournament. Sio ni sawa? Na msijali, jana nilipotangaza hii teams mingi ilitokea, zaidi 100 hapa Kajiado North, zaidi 120. Lakini niliwaelewa. Kuna wengine, unajua hii mambo ya league, kwa wale hawaelewi mpira, unaweza kuwa kwa league hii mwaka, next year hauko. So hata ukilipia school fees mtoto, unalipa ya yule mtoto ako shule, wezi lipa ya yule hayuko. So mimi najua wengi walinipigia simu, sisi hata si ni team naachwa nje, lakini baada ya kuchunguza walikuwa kwa league last year, this year hauko kwa league.
labda mwaka ujao watakuwa kwa league, na vitu mingi inafanya wasikue kwa league. Sio lazima tuwe wamekuwa relegated, hapana. Saa nyingine hata walikuwa top, lakini walikosa ufadhili na kuweza. Unajua hii county is very fast, Mr. President. Hii county yetu is exactly same size na Rwanda kama nchi, 21,000 square kilometers. Na ndio sababu team inatoka tuseme Mosiro, and it perform very well in the league, alafu waambiwe waende wacheze na team Korombo, unakuta wanashindwa kwenda. Transport, logistic, all that, unakuta hawako kwa league. Hiyo ndio sababu hawaja participate. So wakati sisi tumekuja kutafuta through your office, local office here, ya county, the teams registered, unakuta hiyo team haiko. Otherwise hizi teams zingekuwa zaidi ya 120. Lakini mwaka ujao watakuwa. Si ni kweli? Team ya wasichana wetu vile ulikuwa umesema. Hapa Kajiado North wale wako kwa hizi leagues ni teams 10. Lakini tuliona ni wachache. Nasikia kwa county mzima, according to you, the records in your office, ziko 32 ya wasichana, 32. Nikaambia hawa FKF branch yetu hapa, tuache hizo 32, tulete wao wote pamoja, tuwasawadie wote pamoja mahali moja, alafu sasa waende hata wao kwa league. So hatujawacha wasichana wetu, watakuja. Ni vile hapa walikuwa tu teams 10. Tuko pamoja? Kwa sababu ya sitaki mchomeke sana na jua. Mimi nataka tu kuwaambia kwa heshima kuu sana, tusisikize mambo ya nje. This is your own life. Wewe ndio unajitengenezea maisha. You know? Hiyo mambo yote tulikuwa tunaambiwa tuachane na mambo ya social media. Sisi tujenge maisha yetu. Na mtu anakuchochea kwa social media na kuchochea vibaya ni watu wangapi? Mtu ambaye yeye ameshatengeneza maisha yake, ama mtu ambaye ameshaharibu maisha yake. Unajua kuna wengi wameharibu maisha yao, and they are very busy in social media, lakini wameharibu maisha yao. Hapana kuwa kama wao. Hapana. Wewe maisha yako ni yako. Na wale ambao, you know, look for the good company, you know. Wale ambao wanataka kuungana na wewe ndio waweze kukusaidia ufikie hayo malengo yako, tafadhali ungana na wao. Mambo ya stadium, let me tell you, mimi nafurahi sana vile I think ilikuwa speaker alisema this space. Sio rahisi tupate kiwanja space kubwa kama hii mahali ingine. Kiwanja ni muhimu sana. Nilisikia mkiongea sijui ya roadblock Kitengela, chama alisema imebaki ya katatu. Nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Ngedienye. Kama sio wakati ya serikali yake yeye ndiye aliweka hii fence, hapa ingekuwa labda ya kamoja ndio ama nusu ama plot moja ndio imebaki. Pongezi sana. Acha niwaambie kitu moja ya stadium. Nilikuwa naongelea hii mambo ya stadium. Ile vile nimesunguka. Stadium ni ya muhimu sana. Na ukitaka kujua umuhimu ya stadium, hebu kumbuka kuna wakati, unajua siku hizi tulipopata devolution, kuna kuwaga na holidays 3 za kitaifa. Tarehe 1 mwezi wa 6, that is Madaraka Day. Tarehe 20 mwezi wa 10, Mashujaa, na tarehe 12 mwezi wa 12, Jamhuri. Na vile serikali ya kitaifa iliweka hizi ya kwanza 2, mwezi wa 6 na mwezi wa 10, that is Madaraka na Mashujaa, huwa inapelekwa huko mashinani to the counties, lakini Jamhuri inafanywa Nairobi. Ukitaka kujua umuhimu ya stadium, kuna wakati tulipewa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa rais nafasi kama Kajiado ya county to host Madaraka Day for the whole county.
tukashindwa, tukanyang'anywa dakika ya mwisho kwa sababu hatuna kiwanja, ikapelekwa Narok. Si ni kweli? Na wacha nikwambie vile mimi nimetembea nikaona umuhimu, the benefits hizo counties huwa wanapata wakihost sherehe kama hizo. I tell you, in that particular time, very short time, uchumi ya hiyo county vile huwa inakuwa, mabarabara inatengenezwa, kila kitu, biashara, everything. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 5. Tarehe 1 mwezi wa 6 Madaraka tutakuwa wote Kenya mzima, tutakuwa Homa Bay kwa sababu ya sherehe za Madaraka. Na nimeenda hiyo stadium ya Homa Bay last year, Mashujaa, October 20th tulisherekea Kwale na tukaenda kwa hiyo stadium ya Kwale County. My friends, utajua umuhimu ya stadium. Na hata hizo stadium, hii ya Mashujaa na hii ya Homa Bay na ile ya Kwale, zilifanywa na county government, ndio ilitengeneza. So tukisema tunahitaji stadium, Mungu akitupatia nafasi kupitia nyinyi wote, huyu Katoo wenu awe governor 2027, I can assure you. Na mimi sitaki kusema with the finality hiyo ndio ya mwisho, lakini speaker ulipropose, sijui ni speaker ama mtu mwingine alipropose tujenge hii stadium yetu ya Nakere. I don't want to say with the finality, lakini hata mimi hiyo ni pendekezo mzuri kabisa, kwa sababu hii ya Ngong iko na uchafu mingi sana ya ufisadi, na badala ya kwenda kujiekelea kwa mahali, wacha kwanza tena in terms of size, sijui kama gani kubwa. Haya, mimi nataka kuhakikishia wakati mkipatia Katoo awe gavana wenu, tutapata stadium, kwa sababu nimeenda several counties, nimeona it is doable, inawezekana, na wamefanya. Katoo wako na network, na si eti hapa ni network tumekosa. Ile pesa imewekwa Ngong Stadium, sijui anyway, wacha niachie hiyo hapo. Yani ilitosha kujenga hiyo stadium, si ni kweli? Mimi nataka tu kuuliza hawa vijana wetu, hiyo ndio ya mwisho, tuwapende. Unajua nyinyi ndio mnachaguaga sijui hawa FKF through coaches, through what team, I don't know. Sasa vijana wetu, ukitaka, unajua kuna mzee mmoja alisema, alikuwa anasema yeye hataki siasa, mpaka siku alikuja kujua ukitaka shule inatoka kupitia siasa, ukitaka maji inakuja kupitia kwa siasa, ukitaka barabara inakuja kupitia kwa siasa, hospitali hivyo hivyo. Mpaka akaamua, hapana, nitakata kura niwe nikichagua mtu atanitengenezea shule, juu enye spendi siasa lakini nataka shule, spendi siasa lakini nataka barabara. Nitakata kura ndio nichague mtu ambaye ataniletea hiyo maendeleo. Sasa nyinyi vijana wetu, hata kama hutaki shule, hutaki maji, hutaki, naongea nao, definitely si unataka kiwanja? Nyinyi mtacheza na nini bila kiwanja? Si mnataka mpira? Si mnataka uniform? Si sasa si hata nyinyi mkate kura ndio mchague mtu atatengenezea wewe hiyo wewe unahitaji kwa maisha yako. Tuko pamoja? Kuwa na kura ndio uchague Hussein na umtoe akiharibu. Kuwa na kura ndio uchague Katoo na utoe akiharibu.
akiharibu. Si ni kweli? It should be the first people kuja because nyinyi mnaamkanga kwenda training asubuhi sana. Hata siku ya kura inafaa iwe nyinyi ndio wa kwanza. Moja hakuna mchezaji hajapiga kura. Unaamkia kama unaenda training. Tuko pamoja? Ya mwisho. Inawaletea nyinyi salamu ya rais wangu. Unajua Katoa hawezi kuwa angepata kitu kama sio mheshimiwa William Ruto. Tuko pamoja? Edu, tuko sawa? Very good. Sema tu because sasa nitapataje mguu ya kuja hapa bila Ruto? Inawezekana? Haiwezekani. Na mimi najua, so tuache hiyo maneno mingi, tunaambiwa hivi na hivi na hivi. Tutakuja kukaa na nyinyi vizuri. So mimi nataka kufikisha hapo. Nilikuwa nimeambia chairman kwa sababu muda imeenda. Hii teams yetu, mimi sikupatia mtu tikiti ya kuja. Hakuna mtu tumelipa akuje hata moja. All the 1,410 players. Na najua hawatoki karibu wote. Lakini nilisema kwa sababu tumechelewa, kila team chairman tutapatia 3,000 waende wakule lunch. Sasa ndio nilisema na chairman. So naona wengine wameanza kuangalia coach yao. Nimeona akimwambia tumesikia. Bogi watakuwa baadaye. So mimi nataka kukaribisha. Thank you so much. So tutakuwa na Mheshimiwa Hussein kesho pamoja. Mimi ile tu nitakuomba anytime nitakupigia simu kuja tusaidia hawa vijana. Kama leo ametuletea mpira 200. Amesema ya ile team ya watoto. So next time tutakuitishia kitu kubwa. So karibu sana rafiki yangu. Naambiwa uko na certificate hapa unataka kupeana, wacha nimpatie kwanza. President anapeana certificate kwa rafiki yetu Daktari Katole Metito kama recognition, certificate of recognition kwa kuweza kutambua kazi ya michezo mashinani. Kwa hivyo wapi makofi ya Katole Metito pamoja na president wetu akipata zawadi ya appreciation. Nadupa TV, Dupoto, Olosho Lang.